Stay with Cousins. The podcast. What's up, ladies and gentlemen? How are you doing? Karibu sana once more. Hii hapa ni Stay with Cousins, the podcast. Kama kawa tuko hapa. Of course, it's been a while, couple of weeks zimepita, lakini hopefully ulienjoy sana episode zetu zilizopita. Kama kawaida, of course, it was very sparkling. Tunazetu kwenye episode nyingine tena ambayo it's very fire na utaenjoy kabisa. Mimi naitwa cousin number 1 kama kaida yangu, niko na cousin number 2. Mambo vipi? Poa. Kwa mzuri? Poa. Habari za siku 2-3 zilizopita? Ni nzuri. Actually tumewamiss sana. Oh yeah. Tumewamiss sana fans jamani. Okay, kama kaida tuko na cousin number 3. Leo cousin number 3 ni mwingine kabisa. Atajitambulisha jina lake, lakini pia atatuambia yuko excited kiasi gani. Cousin number 3, mambo? Hello. I'm so excited kuwaona hapa. Okay. I'm happy to see you guys. I hope tutaenda poa. Okay. Cousin number 4. Bwana, kwani mimi na maneno mengi? Yeah. No, ananijua. Kazi iendelee. Yes sir. Thank you. Asante cousin number 4. Leo once again we have another session rolling. Na kama kawaida cousin number 4 ndio huwa ni jukumu lake kutuambia what is the topic. So, tuambie brother. Okay, guys, are you ready? Hii mzee, ndio tukashikana mashati huko ndani. Twende baba. Okay. Topic yetu leo bwana inasema kwamba ndoani. Wapi jamani? Ndoani, yani ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa. Kwamba ndani ya taasisi. Kwamba changu ni changu ama chetu ni chetu. Unarudia tena hiyo? Jamani, narudia. Ndoani. Changu ni changu au chetu ni chetu. Niongezee. Tuweke hivi. Changu, yani chako. Na kuongelea wewe. Chako ni chetu. Changu ni changu. Umeona hiyo? Hapo ni raji tena. Basi chako ni chetu wote. Okay. Ila cha kwangu mimi ni cha kwangu. Okay. Na bifu yani hiyo bifu yake sio mchezo. Hebu tuendeni kwanza hapo tuone huko ndoani kuna nini. Kwa sababu mambo yamekuwa ni mengi sana siku hizi kwenye mtandao. Kwa mambo mengi sana yanazungumziwa kuhusu masuala ya ndoa. Yani mimi sitaki hata kuanza, hebu anzeni nyie kwanza. Maana hasira. Tuanze sisi. Okay. Kaka Devi, hiyo topic ulivyo introduce tu kwanza. Sawa? Haiko sawa. Okay. Nataka kuanzia the topic. Haiko sawa. Toka nilipoanza kusema. Tangu nilipoanza kusema. Kwa sababu gani? Unavyosema kwamba chako, chako ni chetu, si ndio? Changu chetu ni chetu. Okay, chako ni chako, alafu chetu ni chetu. Yes. Iko hivi. Mwanamke ndani ya ndoa. Sawa? Tunajua hata tangu uumbaji huko, mwanamke kazi yake ilikuwa nini na mwanaume kazi yako ilikuwa ni nini. Cha kwangu mimi kama najitafutia, hiyo ni extra. Yeah. Haikuhusu. Yani haikuhusu. Ila cha kwako ni cha kwetu. You have to pay bills, you have to pay school fees. Yani wewe unabidi uhangaike na kila kitu. Mimi nifanye kwa kujisikia kwamba okay, I have to do this. Yes. Naomba nimkatishe. Kabla hata tujaenda mbali. Na swala la usawa wa kijinsia likoje? Usawa wa kijinsia hiyo haikai kwenye finance. Okay, sawa. Haikai kwenye finance ni sawa, sikataa. Mimi sisemi na kuuliza wewe, haikai kwenye finance. Maana nyinyi ndio mnaliaga 50-50. Yeah, finance imeitoa kwenye 50-50. Sasa hiyo 50-50 hata last session nakumbuka niliongea 50-50 imekuja kwa sababu baada ya kuona kwamba tunakuwa humiliated sana, tumekuwa yani kama ni watu wale ambao tunadharaulika, tukataka ile 50-50. Lakini tukirudi kwenye uhalisia, sawa? Mimi sipaswi kufanya majukumu ya familia. Kazi yangu mimi ni kuangalia familia, kulea familia, kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa sababu wewe ndio uliambiwa uende kutafuta kwa ajili ya familia. Lakini sasa tumeingilia kati kwenye kutafuta kwa sababu nyinyi hamtimizi yale majukumu yenu inavyostahili. Yes, usikatae. Hamtimizi. Sawa. Hamtimizi. Let's say wewe sawa, kazi yako ni kutafuta. Lakini asilimia kubwa ya wanaume wanawaza ile natafuta kwa ajili ya watoto. Wengi wanafikiriaga watoto. Wanasahau wale watoto wametokea wapi. Kwa unataka kusema kina mama tuna exclude tukiwa tunataka. Ndio, kabisa. Last time ni lini kumnunulia mke wako hata nguo? Mama anajua.
Okay, sawa basi ni wewe lakini ni wewe lakini asilimia kubwa sana sawa wanawasahau sana wanawake. Yani wake wanawekwa mwisho labda mpaka aongee, na unajua mwanamke mpaka akiongea jua amehold sana kwa muda mrefu, kachoka sasa. Anakwambia basi hata chochote. Nataka kuandika kitu hapo kwenye 50-50. Maana mimi kwa ninavyoelewa zaidi yani ni kwamba mimi 50 yangu nitakuwa as assistant. Yani siwezi kuwa as a main. Yes. Yani mimi nitafanya kama not a leader. Hatuja yani hata kwenye Biblia wanasema mwanaume lazima atatafuta kwa nini? Kwa jasho. Yes. Lakini mimi why do you tafuta kwa jasho? Kwa uchungu. Why do you tafuta kwa jasho? Kwa sababu nyinyi hamtimizi majukumu yenu. Yeah. Sisi sasa hivi tunafanya hivi kwa hiyo going against the Bible. Kwa sababu not going against. Tukiwaendekeza tutakufa njaa. Yes. Haya. Okay. That is lakini sasa ndugu yangu yote hayo wameongea, lakini turudi pale kwenye kile topic. Nataka sasa ndio niambia changu chako. Umeamua kusema unanisaidia, akasema dada as a helper, as msaidizi. Na umeona mimi kuna vitu sivifanyi vizuri, umeamua kuja kufanya nini? Kuniassist, si ndio? Yes. Why kwenye kuja kuniassist, umekuja kuniassist mimi, si ndio? You are coming to assist me kujaziliza pale ambapo mimi sijajaziliza. Kwa nini hicho ambacho nakitakiwa kukijaziliza bado unasema chako? Like you don't want me to feel that it's also mine. Okay. Labda tuweke mambo sawa. Si ndio? Kwenye kusema kwamba cha kwangu ni cha kwangu. Unajua ikoje? Mimi sawa naingilia kati majukumu ambayo yanihusu. Sawa ndio niko kwa ajili ya kukusaidia. Kwani sitimizi majukumu nyumbani? Sifui. Sina kusaidia, sikupikii, sina kusaidia. Lakini ukija kwenye swala la changu ni changu. Hichi kitu pia imagine. Let me be honest. Let me ask this question. Hivi nani ana majukumu mengi kwenye familia kati ya baba na mama? Hasa ya kipato. Tuachana mengine ya kipato. Yaani kwa nini yote ni majukumu? Kwa nini uyatenge? Ya kipato ndio hapa nyinyi mnasema isiwe hapa. Kwingine kwa tuende ile sio hapa. Okay. Kwenye kipato hicho ambacho unasema wewe mimi zangu zisiguswe. Ndani ya majukumu hayo ni nani mengi? Baba. Si ni baba? Sasa baba atoe nyingi. Ndivyo ilivyoitakiwa. Kwa sababu mimi jukumu langu ni kuzalia watoto wako hapo. Jukumu langu limeisha. Lakini pia ukifanya sana inakufanya unakuwa comfortable. Yes. Nikikusaidia sana you won't be comfortable. Mimi jamani naenda against and tawachapa viboko. Will you be comfortable? Mimi bwana nisiwafiche. Mimi napenda tusaidiane. Okay. Niweza usiprovide 100%. Ndio. Lakini kama niliweza kukutoa kwenu nikafuata utaratibu ukawa kwangu, ina maana sasa hivi ni mwili mmoja. Kimaandiko sisi ni mwili mmoja. Okay. Kwa maana chochote nitakachokifanya mimi kiwe chema au kibaya na wewe kinakuhusu vile vile. Uwe afu uwe wote. Yani hapo we are going down together. Sasa Biblia imesema hivyo. Umeua peke yako hujanishirikisha. Mwili mmoja. Ni kwamba tumeua wote. Dada yeye anatambua kazi namba 1 tamlamba vile. Mimi kwa yani iko hivi sawa. Kwenye hiyo issue ya kuwa kitu kimoja, sikatai. Sawa. Umeumwa sawa. Kuna yale makosa ya makusudi. Okay. Yani umeua, sijui umevuta bangi huko, sijui unafanya biashara haramu ambazo hujanishirikisha. Alafu twende down pamoja. Nishirikisha fresh. Na siwezi kukatalia, siwezi kukubalia. Yani kwa nini tufanye kitu haramu? Sasa. Changu ni changu. Kwa hiyo effect ya kuwa mwili mmoja kwamba we have to share everything. Mimi ukisema kwamba leo changu kiwe cha kwangu, nitakuwa selfish. Of course. Nitakuwa selfish. Wote ananiambia wewe binafsi. Unajua? Nanyewe mama hicho kitu. Mko vizuri sana ulivyosema. Hapo kwenye eneo. Sana. Mnalotoka hilo neno. Yaani wewe una kitu wewe binafsi sana. Unajua zile. Kwa hiyo sisi tunaepuka hiyo. Tunatamani sana. Na sasa hivi tunaona mambo mengi sana zungumzwa kwenye mitandao tena. Yaani unajua hicho kitu kikweli. Kuna hii video ina trend sana sasa hivi. Mtu mwanamke ficha mali zako, miliki vitu kwenye Sasa sikia nikwambie. Sawa, issue iko hivi. Yani
aliyeongelea hilo swala hakuongelea kwa ubaya. Ila baadhi ya watu wameielewa tofauti. Yani wengi wameitafsiri tofauti. Labda ngoja nikueleweshe. Alichokuwa anakilenga sana yeye. Sawa. Ngoja kabla hujaendelea. Na kazi number 3 unaunga hiyo. Uko pamoja na huyu. Okay, sawa. Yani alichokuwa anakilenga sana yeye. Hakuwa anaongelea zaidi walioko ndani ya ndoa. Sawa. Alikuwa anaongelea zaidi walioko kwenye mahusiano. Nakumbuka alisema uwe ndani ya ndoa, uwe pembeni ya ndoa. Sikiliza sasa. Yes, alifika huko baadaye. Nisikilize sasa, subiri. Wale waliokuwa kwenye mahusiano, sawa? Unajua mwanamke akipenda anakuwa very open. Kwa mwanaume. Unaelewa? Sasa kuna ile situation let's say mtu yuko kwenye mahusiano, mwanamke kila kitu anamshirikisha mwanaume, pengine majina anakuwa chini ya mwanaume kwa sababu tu amemwamini. Lakini ukiangalia effort kubwa zaidi ni ya nani? Ni ya mwanamke. Pengine wanafanya pamoja biashara, lakini nani yuko kwenye ile biashara? Nani yuko front? Nani alileta idea? Nani alianza na mtaji? Hata kama umeniongezea, lakini nani alianza? Unaelewa? Umiliki unakuwa anda nani? Anda mwanaume. At the end wanakuja kufanyaje? Kuachana. Wakiachana mwanamke anabaki hana chochote. Kile ndo alichokuwa anakilenga yeye, kwamba jitahidi vitu viwe chini yako, vile unavyoviangaikia biashara yako, sijui kiwanja chako umenunua, kiwe under your name. Sijamaliza. Kiwe under your name in case of anything. Sawa, kwa sababu gani? Dunia tulioko sasa hivi watu hatuaminiani 100%. Okay, sawa. Hadi kwenye ndoa. Kabisa. Kwenye ndoa 100% kubwa tuna ushuhuda watu hawaaminiani 100%. Kwa sababu gani? Hata nyinyi wanaume mnaficha. Utakuta mwanaume ana mali zake huko sijui ana viwanja, lakini mkewe hajui. Kwa nini? Ni kwa sababu muamini. Maana naona anafukuta. Student mwagika mkubwa. Unajua bana, kuna mimi vinanichanganya. Kwanza anaenda kwenye negativity moja kwa moja. Kwamba mtakuja mtaachana. Why do you have to go there first? Namba moja. Kwa nini ndio hivyo? Unajua, lakini pia cha pili, kwa nini kwa sababu I married you. Maana you are under my wings. Sahihi. Already. Shemeji ana kazi. Cha pili, if I married you, manake angalia msingi wa ndoa ulikoanzia. Zamani, siki kama siki bado endelea, lakini zamani you change your name, unabadilisha jina lako. Unabeba jina lako. Hiyo sawa. Hiyo ipo. Bado ipo. What does that mean? Manake kwamba you become, yani mimi I become your guardian. Sasa na nyinyi mnatumia hicho kigezo kutukandamiza. Ngoja niendelee sasa. Not all. Cha pili, yule dada aliyokuwa anaongea, unajua mimi nasemaga hizi mambo za kwenye mitandao hizi, au mtu anayekufundisha au anakupa ushauri, ndio ujue ushauri unatoka wapi. Kwa sababu mtu anakupa ushauri mwingine from the actual experience. Kwa kuna mtu amekuwa ameumizwa au yeye ame-experience watu ambao ni manipulators au wamemchanganya kwa wanahisi everybody. Ndio maana kama umeongelea kwenye ile post ya yule mama, watu wanawake wengine wengi pale walikuja kumcrush kwamba unatuharibia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema mimi nianze leo hii misingi ya ndoa ya kanisani ilivyotufungisha kwamba we are one, we share everything. Leo hii unaniambia mimi niwe kama cheater. Yaani mimi ni cheater na ficha. Maana yake hii unaniruhusu na mimi nifanye hivyo. Maana yake hautani hukumu if I do the same. Sababu wewe unaficha. Kwa nini mimi nikificha is okay? Sasa where is the ndoa hapo? Kama wewe unaficha na mimi naficha. Kwa hiyo ukiangalia kwenye upande wa negativity utaona hivyo. Kwamba mtu anaweza akakubadilika, anaweza kafanya nini, lakini kuna kitu kimoja ambacho kiko very easy. Submission for a woman is necessary. It's necessary. It's necessary. Sio ombi. Compulsory. Not for me. Umeona? The Bible said, wanaume mpendeni mke wako. Dada anafanya nini? Mheshimu nani? Sina kuheshimu, kwani sikuheshimu? Ukinificha bado ukishaanza kunificha hivyo. That's not respect. Hiyo ni cheating. Sasa na wewe pia unanificha.